Bwana Yesu Kristo asifiwe, ndugu zangu na dada zangu katika Kristo. Kwa majina yangu najulikana kama kijana Jackson. Leo nimekuja tena hapa katika mtandao huu wa TikTok ili tukaweze kushauriana mawili matatu sisi kama wateule ambao tumeteuliwa na Yesu na tumechaguliwa na Yesu katika kipindi hiki na katika nyakati hizi za mwisho. Kama nilivyotangulia nikasema ya kwamba majina yangu naitwa kijana Jackson. Basi leo nilikuwa nataka tukaongelee mambo mawili matatu sisi kama vijana, na nikashauri vijana ama tukashauriane sisi kama vijana hasa katika hii safari ya wokovu na katika safari hii ya ujana. Katika kuanza kwangu nitaanza kumtanguliza Yesu ili akatutangulie kwa kila jambo. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza kwa wema wako. Tazama naenda kufundisha wanao. Yesu, nitumie na uniongoze vyema ili Baba na wanao na wakaweze kuelewa na kuweza kufahamu. Ni kwa Yesu Kristo naomba nikiamini. Leo tutaenda kuongelea kuhusu vijana. Nami nitaanza tu vifungu ambavyo unavijua. Tutaingia katika Biblia, katika kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa kwanza, ambayo inasema ya kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla hazijakuja siku mbaya kwako, utakaposema huna furaha nazo. Ewe kijana mwenzangu uko pale nje, ewe kijana mwenzangu unayenisikiliza, unayeenda kanisani kama mimi, unayemwabudu Yesu, ambao umejitolea kumtumikia Yesu. Biblia inasema ya kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Siku za ujana ni siku hizi ambazo uko na nguvu, uko na uwezo wa kuhubiri neno, uko na uwezo wa kulitangaza neno la Yesu. Mkumbuke Muumba wako wakati huu mgumu, mkumbuke Muumba wako wakati huu uko na nguvu, maana kutakuja siku ambazo utasema ni mbaya kwako, ambazo siku hizi mbaya ni zile siku utakuwa umekosa nguvu, umekosa hata uwezo wa kuweza kupata nafasi ya kumtumikia Yesu. Nyakati hizi ambazo uko na nafasi ya kumtumikia Yesu, jitolee kumwabudu Yesu, jitolee kumtumikia Yesu na kumtafuta Yesu. Ukienda katika kitabu kile cha Timotheo wa pili mstari wa 22, mlango wa Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 22 inasema ya kwamba zikimbie tamaa za ujana na ukafuate haki na amani, ambayo kufuata huu ukafuate haki, amani, imani, ukafuate upendo, na pia ukajiunge na wale wenye moyo safi ukimtafuta Yesu kwa moyo safi. Mpendwa na kijana mwenzangu, tuzikimbie hizi tamaa za ujana. Tamaa za ujana ni hizi ya kwamba kujiona ya kwamba wewe sahihi, mwili wako unawaka, mwili wako umesimama, ni unataka kufanya tamaa za ujana, unataka kufuata dunia jinsi inavyoenenda, unataka kufuata ulimwengu jinsi unavyoenenda. Biblia inatukanya sisi kama wateule ambao tumeokoka na tunamjua Yesu, tukafuate mambo ya mbingu, tukaachane na tamaa za ujana, tukaachane na mambo ya ulimwengu, bali tukafuate haki ili tukaweze kumpendeza Yesu, tukafuate amani, tuache mambo ya vita. Usijione umekuwa na six pack, umekuwa na mwili mkubwa ukaanza vita na wenzako. Tukawe na upendo wa kweli, usiwe na chuki, usiwe na hila kijana, ukamtafute Yesu kwa moyo safi. Usiwe unaenda tu kanisani tu ili kujionyesha ya kwamba unaenda kanisani ama mzazi amekulazimisha. Nenda kanisani kwa moyo safi ukimtafuta Yesu kwa vile unavyotaka. Ukienda katika kitabu kile cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 15 inasema ya kwamba na yajua matendo yako ya kwamba hu baridi wala hu moto. Basi ukienda mstari wa 16 inasema basi kwa sababu una uvuguvugu mimi nitakutema. Sikiza Yesu anasema hapa na wewe kijana, kwa sababu anayajua matendo yako ya kwamba hauko baridi wala uko moto. Wewe ni kijana unaenda kanisani lakini tabia zako ni mbaya, tabia zako ni chafu. Ukienda kanisani badala ya kumwabudu Yesu katika roho na kweli, wewe unaenda ili kujionyesha mbele. Sijui kama wasichana unaenda ujionyeshe kwamba wewe ni msichana umekuwa mkubwa. Kama ni kijana unaenda kijana ili ukajionyeshe ubabe. Unaimba lakini huimbi kwa sababu ya kumtafuta Yesu, unaimba kwa sababu uonekane. Unahudumu lakini unahudumu kwa sababu ya kumtafuta Yesu, unahudumu kwa sababu uonekane. La hasha, mtafute Yesu kwa moyo safi ili hata ukifika huku nje jionyeshe matendo yako ya kwamba unamwabudu Yesu, na Yesu naye atakubariki na Mungu naye atakubariki. Na pia 16 inasema ya kwamba kwa sababu una uvuguvugu, uko kanisani, huko unapenda mambo ya dunia, huko unapenda mambo ya ulimwengu, huko unatenda dhambi, huko unafanya uzinzi, huko unafanya uasherati, basi Yesu anasema atakutema. Ni heri ukataliwe na watu, ni heri ukataliwe na wazazi wako, lakini usikataliwe na Mungu. Maana ukikataliwa hata na wazazi wako, utamkimbilia Mungu na Mungu atakuwezesha kukurudisha kwa wazazi wako. Lakini Mungu akikukataa, wapendwa, ni hatari. Ni hatari mbaya sana. Ni hatari sana. Nikimalizia na kifungu cha
Hapo hapo Ufunuo wa Yohana 3 mstari ule wa 20 unasema ya kwamba tazama niko mlangoni ninabisha. Yeyote aisikiaye sauti yangu na kunifungulia, basi nitakaa kwake. Yesu anabisha ninavyoongea na wewe. Hii ni sauti ya Yesu inaongea na wewe. Anabisha kijana mwenzangu. Mfungulie Yesu roho. Mfungulie Mungu wako roho ili akaweze kupenya ndani yako na akaweze kukubariki na akaweze kukaa na wewe. Asante kwa hayo machache ambayo umenifuatilia. Zidi kunifuatilia na wewe utazidi kubarikiwa sana. Asante, jibadilishe na mfuatilie Yesu na Yesu atakaa kwako na kuzidi kukubariki. Barikiwa sana na Yesu akuinue zaidi. Amina.